Habari njema ya Yohana 19:34. 34. Ndio. Lakini inasema, lakini mmoja wa askari alichoma bavu yake kwa mkuki, na mara moja ilitoka damu na maji. Haravuze ngo ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Amen. Haleluya. Amen. Munisikie. Nani natuambia kwamba safina ile ilikuwa na lango moja ndani ya bavu. Tuone. Wakati Yesu alikuja, ili mimi na wewe tuingie, tungepita wapi? Alipokuwa msalabani, ili kututafuta mimi na wewe. Alipokuwa juu ya msalaba, moja kati ya majeshi akakamata mkuki. Amen. Alipiga basi ingine, alipiga ndani ya bavu. Ndani ya bavu ikatoka damu na maji. Na tutajua ile wakati lango linaonekana. Ukitaka kwenda mbinguni, anayetaka kuingia ndani ya safina, mkatoka maji na damu. Kumbe nilikuwa naomba, ukitaka kwenda mbinguni na unataka ya safina ingia pale, shule yuko mai, jeli yuko pale, ile mai ni nini? Mkatoka na damu na inamaanisha nini? Amen. Inaomba tujue kwani mlango ni moja, haina mlango tatu. Ile nyumba hata ile nyumba hiyo, lakini kuingia kwenye nyumba milango moja. Ukishaingia ndani, umefika nyumba tatu. Umefika kwa ya kwanza na ya pili na ya tatu pia. Tunajifunza neno la Mungu. Nani nasema? Lango moja hili. Baada ya kupafika, tujifunze kwanza hizi nyumba tatu. Nyumba tatu. Kitabu ni Injili ya Mathayo 13:33. Sikia safina yetu. Ile ni wimbo ya Kiprotestanti. Ni utukufu wa ukitaka amani, ingia ndani ya safina. Ndio. Hata sasa kumbe na Waprotestanti waone kama hiyo safina walipaka ndani. Kama walikuwa waingia ndani, leo wakuja waingie. Nasema nini? Mathayo 13:33. Ndio. Akawaambia mfano mwingine. Ufalme wa mbinguni unafanana na chachu ambayo mwanamke alitoa na kuificha katika vipimo vitatu vya unga hata ukachachwa wote. Haravuze ngo abacira undi mugani ati, ubwami bwo ijuru bugereranywa n'umusemburo, umugore yeze akawuhisha mu myandiko itatu y'ifu kugeza aho iri gusemburirwe yose. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Munisikie. Watu wa madhehebu wenye hawajui habari za mbinguni. Tena wanapaka bure na wanawazia sisi wako nenda mbinguni. Lakini leo wanisikie.
Anauliza, je, unajua ufalme wa mbinguni? Sikia jinsi iko. Eti ufalme wa mbinguni unafananishwa na chachu. Chachu yenye mwanamke alikamata akaitengeneza, walitengeneza unga tatu, ikachangamana mpaka yote vitatu ikawa kitu kimoja. Wasiojua leo wajue, eti ni tatu itaruka tatu yenye mwanamke alikamata. Ndiyo telele ni tatu. Acha niwaambie, unga ya kwanza ile ya kwanza sana ni unga. Wakitoka pale barua ya kwanza ya Petro sura 3 mstari wake wa 18 anasema nini kwetu sisi kwa wakati wa mwisho? Anasema nini? Barua ya kwanza ya Petro sura 3:18 mpaka 21 nasema hivi. Ndio. Kwa maana Kristo vile vile aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki. Ndio. Ili atulete kwa Mungu. Ndio. Akauawa katika mwili, lakini akafufuliwa katika roho. Katika roho hii alikwenda vile vile na kuhubiri kwa roho waliokaa katika kifungo, wasiotii zamani, wakati uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja kwa siku za Noa, wakati safina ilipokuwa ikitengenezwa, ndani yake wachache watu 8 wakaokolewa kwa maji. Amen. 21. Mfano wa maneno haya ni ubatizo ambao unaokoa ninyi sasa. Ndio. Halafu zengo Sikuondoa na Kristo. Acha malizi andiko. Sikuondoa uchafu wa mwili, lakini jibu la dhamiri safi mbele ya Mungu
kwa njia ya ufufuko wa Kristo. Amen. Kwa mkono wa kuume wa Mungu. Amen. Amen. Kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku Mana. Amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri, ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Niwo yabwirishije imyuka yo mu nzu y'imbohe, ya yindi itumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa inkuge ikabazwa. Muri yo bake bararokotse, ndetse n'umunani bakijijwe n'amazi. Na n'ubu amazi ntiyakibakiza nawe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyo kora si uko akuraho icyo ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza, ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Nashaka kuja kutujanira mu nibeneza. Sasa tutembee pamoja munisikie. Shamba kimana lyavuze. Neni nasema Yesu yaraje. Yesu alikuja kugira ngo ababarizwe ibyaha byacu, kusema akufe kwa ajili ya dhambi zetu, lakini akafa limoja tu, akafufuka akiwa mzima. Haleluya. Amina. Rimwe akafa limoja, azuka ari mzima, akafufuka akiwa mzima. Noneho message ya kumenya kutubwira magambo. Neno inatuambia ikasema, mwibuke, kumbukeni igihe cha Nuhu, wakati wa Nuhu. Nabyo niko byari bibi. Na ndivyo ilivyokuwa. Abantu baze kumva. Watu walikuja kusikia, wakahubiriwa hawakusikia. Wana ni no mu gihe cyacu. Eti na wakati yetu. Huko amazi aliyo yakijija bicho gishi. Aseme sawa sawa jinsi maji ndiyo ilivyoangamiza watu. Amina. Huko amazi aliyo yakijija alicho. Sawa sawa jinsi maji iliokoa watu wakati ule. Banyuze mu muryango gumu. Waliopita kwa mlango mmoja. Ndivyo na watu wa leo. Bakikibwa na amazi. Wanaokolewa kupitia maji. Mu buryo bwo kubatizwa. Kwa njia ya ubatizo. Haleluya. Amen. Kumbe mtu akiamini anabatizwa, pale anakuwa ameingia. Haleluya. Amen. Ule amekuwa ameingia msafina. Mwenye haya batiziwa katika jina la Yesu Kristo. Ule haya ingia msafina. Kuko harakoze ngo na Nuhu nake. Kwani andiko imesema na sisi leo amazi ni yadukiza. Maji ndiyo yanatuokoa kwa njia ya ubatizo. Ndiyo maana walimchoma mkuki, kulitoka ndani maji. Ile maji ilikuwa ya kutuokoa mie na wewe, na tunayokolewa kupitia ubatizo. Lakini maji hayatoshe uchafu wa mwili, ila ni ahadi kwa Mungu isiyo na hukumu, ilituokoa kupitia ufufuko wa Yesu. Waliofufuka kwa Baba na Mwana hapana, ila ni ufufuko wa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Tutembee pamoja. Nisikieni ninyi mliokusanyika. Wakati mtu ameamini na kubatizwa, ule ameingia ndani ya Yesu Kristo, na ahadi ile wewe amini. Yule ambaye hajabatiziwa bado katika jina la Yesu Kristo, ule atari kuwa yeye hayaingia, angali nje. Twende mbele. Nami nasema dirisha ilikuwa moja kwa Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli kilisema, haleluya, amina, nuru hii ambayo itaokoa mataifa utatokea mashariki, mashariki. Amen.
Injili ya Luka 24 45 mpaka 49. Luka 24 45. Habari njema ya mwisho itatoka wapi? Tuone, je, itatoka Sweden au itatoka Marekani au ni Asia? Tuyasikie. Inasema nini? Ndani ya kitabu cha Luka 24:45. Halafu akafungua akili zao wapate kufahamu maana ya maandiko. Ndio. Akafungua akili zao wapate kufahamu maana ya maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa na ndivyo ilivyopasa Kristo kuteswa na kufufuka toka wafu siku ya tatu, na maneno ya toba na kusamehe dhambi yahubiriwe kwa jina lake katika mataifa yote, kwanza kutoka Yerusalema. Ninyi ni washuhuda wa maneno haya. Amen. Haravuze maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye. Bahereye kuri Yerusalemu, nimwe bagabo b'ibyo. Mirongo ine n'icenda. Kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye. Ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Yesu alipokuwa na 11. Alipokuwa na 11 akafungua akili zao. Aliwafungulaka akili zao hawana. Akafungua akili zao kusema wapate kujua maana ya maandiko. Nikwambie kuko watu wanasomaka tu wanakimbia, lakini hawajui maana ya maandiko. Inalomba kila mtu akisoma ujue na maana ya maandiko. Ukienda pasipo kujua maana unapotea. Kwa maana wenye walipotea sema enendeni katika mataifa yote mkafanya watu kuwa wanafunzi, mwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wakakimbia. Lakini hapa andiko inasema Yesu aliwafungua akili wajue maana ya maandiko. Amina. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa. Sema amen. Amen. Ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo ni sharti ateswe na kufufuka siku ya tatu. Ndivyo imeandikwa kwamba kutubu na kusamehewa dhambi itaambiwa mataifa yote kwa jina lake. Amen. Kuanzia Yerusalema, hakuna mahali pengine. Sawa sawa jinsi wakati wa Nuhu nuru ilitokea mashariki, ndivyo wakati wa Yesu nuru yote ama kweli itaanzia Yerusalema. Kwa wakati wa jioni nuru itatokea mashariki, na ile inakuya shuhudia. Niye ndio wanaume wa kunishuhudia. Mutaanzia mashariki tena kutubu na msamaha wa dhambi. Ya kwanza ni kutubu, ya pili unasamehewa. Ile uliambia mataifa yote kwa jina lake, mwanzie Yerusalema. Kumbe neno ya kweli, neno la kuokoa mataifa yote
Mbona nimesema kutubu na kusamehewa dhambi yote yaliyo mataifa mchini lake. Walipofika Yerusalemu, akaambia wale wengine, ni ninyi wanaume, ni ninyi mashahidi, ni ninyi washahidi wa haya. Hakuwezi kuwa wengine, hata Gafuru, hata wa Marekani, hata na watu wa Rumi, hata watu wa nchi ya Sweden, wale haikuwa mashahidi wa maneno yale, ni wale mitume wa Yesu. Akasema, nitaanza kunishuhudia nikianzia Yerusalemu. Tena niwe mashuhuda wa kweli watakaoshuhudia yaliyokuwa Yerusalemu. Ile ndio kweli. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2:38. Nasema nini? Sikia, wale washuhuda walikuwa hai. Petro akasema, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Ninyi mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Amen. Petro arasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarira ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera. Haleluya. Amen. Yesu akamwambia mitume, akamwambia kutubu na kusamehewa dhambi yote itamiliwa mataifa kama Yerusalemu. Na alisema, ni ninyi washuhuda wa haya. Amina. Siku ile Roho aliposhuka, Petro akaogopa. Petro akasimama. Niwaambie na mkabisa, haiko kila mtu, haiko kila mtu mwenye miezi miwili na mwili alifika 12. Petro mwenyewe ndiye alisimama. Petro yeye pekee akasimama, wengine wanaika. Petro akasema, tubuni kila mtu katikati yenu abatizwe mjina la Yesu Kristo, kusema msamehewe dhambi zenu. Kumbe kusamehewa dhambi ni kuambia watu mjina lake na mtokea Yerusalemu. Nuru inapaswa kutokea mashariki. Ndio maana kila mwenye haya batiziwa mjina la Yesu, dhambi zako zote zibaki wewe. Sasa leo tuone vile wanapenda kutoka kwa dhambi zao. Nani mwenye kuzuia dhambi zake leo zikutoke? Mwanaume nani mwenye leo ataingia msafina? Andiko linasema kuingia msafina ni mlango mmoja. Tena tumesikia kama neno linasema aseme chache ilitengenezwa Mungu tatu. Aseme ilitengenezwa wewe kama wazazi huko, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Siku ya Pentekoste walichanga viongozi kwa mjina la Yesu Kristo. Tatu wote wakaamini na kubatizwa mjina la Yesu. Kusamehewa dhambi ni sharti wabatizwe mjina la Yesu. Na mimi nimesema, na mai ndio kutuokoa leo. Mpaka leo ni maana yake ni kubatizo na vitu vyote ndani yake. Yeye ndiye Bwana wa mbingu na dunia. Hakai katika mahekalu yaliyojengwa kwa mikono. Amen. Aravuze ngo, nuko Paulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati, bagabo b'Abanyetanai, mbonye muri byose ko
mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditswe ngo Imana itamenye. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, njibamo n'abantu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kunyuma mukazi Imana Paulo nawe. Jinsi mtumishi wa Mungu Paulo alisema. Ngo agenda alikubwiriza. Alienda akihubiri. Agera muri Atenai. Akafika Atene. Weka Atenai kwa ile kwenda Kagoma. Atene ni mji mkubwa uko sawa Goma. Agera mu Kagoma. Ilikuwa mji mkubwa wa Efeso uko sawa Goma. Alikuwa akihubiri. Wakati alikuwa akihubiri, eti alikuwa anaenda anakuta watu wanasema Yesu. Sana kuna hekalu zao, kwa madhabahu zao kuna majina mengine. Mtu anamsema Yesu, lakini unapofika kwa hekalu lake unakuta wameandika Sepaki ya Mnani. Mahali pengine aseme ni Kadafi ya 13. Pengine aseme ni Setri ya 55. Na wale wote wanasema Yesu. Paulo akasimama katikati ya ile mji, akasema, enyi waume wa Atene, nimeona mko najisumbua vipi ya madhehebu. Sasa nimetaona, nimeona madhabahu yenu walishaka andika Mungu isiyojulikana. Ule Mungu mwenye mnaomba na amjue. Kumbe wanasemaka Yesu pasipo kumjua. Amen. Jinsi sababu wanamsemaka na wewe batizwe kwa jina lake. Amen. Ule Mungu mnayeomba pasipo kumjua ndiye ninayewaambia leo. Mungu aliyeumba mbingu na dunia, yeye ndiye mfalme wa mbingu na dunia. Yeye haishi ndani ya mahekalu, haiko msile sepa. Mungu haiko msepa, Mungu haiko mwabaptista, Mungu haiko mwakatoliki, Mungu haiko mwasebeka. Amen. Paulo akasema Mungu wa kweli hakai ndani ya hekalu iliyojengwa na watu. Unasikia watu wanasema Yesu, nao sema naombea mtu aseme kwa jina la Yesu. Sasa tutakwambia na ubatizo ni mjina la Yesu, unakatala. Unakatala. Je, unamjua? Haleluya. Amen. Andiko linasema na sisi mpaka leo ni maji yanayotuokoa kwa njia ya ubatizo. Lakini haitoshi uchafu wa mwili, ila ni ahadi kwa Mungu kwa roho isiyojihukumu. Kama haujihukumu simama. Dada unaitwa, kijana unaitwa, mwanaume. Tunamalizia kwa kitabu cha Warumi sura 2. Warumi sura 2 aya ya 5 anasema nini? Warumi 2:5 anasema, nakuja na kusema lakini kwa hukumu wako, lakini kwa hukumu wako na kwa moyo wako usio na toba, ndiye unajiwekea akiba hasira kwa siku ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Basi ndiyo kwa ajili ya matendo yake. Amen. Halafu zango ndiyo mstari moja tu, ariko ubwo ufite umutima unangiye utihana wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa. Amen. Haleluya. Amen. neno linasema mgeni
kwa kuwa una moyo usiotaka toba. Kakataa tu leo unangoya hasira. Hasira yeye itakula maadui wa Mungu. Sasa vile ninakuona. Nani nasema ni kila mwenye iko na moyo mgumu usiotaka kutubu. Anangoja hasira itakayokula waasi wa Mungu. Mie ninanawa damu yako ninakuona. Ninakuona. Hautajitetea. Tunasoma aya moja tu kwa Isaya 53 fungu la kwanza. Isaya 53 fungu la kwanza mstari moja tu. Nasema ni nani aliyeamini habari zetu, na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Harakuzeko ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Acha tuulize kwa wadada. Ni nani ameamini neno limesikia leo? Nani mwenye ameona mkono wa Mungu leo? Toi wanaume wenda wao. Wanaume, ni nani ameamini habari zetu? Nani amefunuliwa na mkono wa Mungu? Kwa wageni? Hakuna. Tulikuwa tunayotuambia Safina ya Jumatatu, mlango moja na dirisha moja ya kuleta nuru. Ilikuwa neno chache. Mungu alituandalia. Ibariki kwa wote walioisikia. Katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru jina lako ee Baba wetu Yesu Kristo. Upewe sifa sababu umependeza sababu ya leo iwe namna hii. Mungu na Mwokozi wa maisha, wewe mwenyewe umetufunulia na kutufundisha mambo mengi. Tunasema ubarikiwe milele. Neno lako limepita mbele yetu. Kila mtu amekuwa akijisikilia. Tumeelewa kwamba sote kupitia ubatizo ndio tumeingia ndani yako na wewe umekuwa ndani yetu. Tunakualika basi Mungu neno hili wewe mwenyewe enda ukafundishe wote ambao wameisikia. Hata katika usiku uwafundishe. Hata katika ndoto uwafundishe. Mungu wangu, tukiona kwamba neno hili limebadilisha wengi, nasi tutashukuru jina lako. Mtumishi wako uliyepitia ndani mchana wa leo, tunamwombea baraka, tunamwombea nguvu, tunamwombea Mungu wangu uwezo. Wewe mwenyewe umwezeshe, wewe mwenyewe umuongezee Bwana, ili siku nyingine kama hii apate maneno ya kuambia taifa. Asante Mungu, sababu wewe utakuwa mwalimu kwetu. Tunaomba yote kwa jina lako tukufu ni Yesu Kristo. Amen.